Karibu tena katika chaneli yetu. Leo tutajifunza jinsi ya kupata pesa kupitia crypto bila kuwekeza mtaji, na tutajifunza njia 4 maarufu, na tutaangalia mifano mbalimbali, links ambazo zitakusaidia wewe uweze kupata pesa kwa wepesi kupitia crypto. Kama wewe ni mtu mpya katika channel hii, na kushauri uweze kubonyeza button ya subscribe ili iwe rahisi tunapoweka video zetu uweze kupata notification kwa wepesi. Lakini pia usisahau kulike, kushare video hii kwa watu wengine, huenda ikawasaidia kujipatia kipato kupitia crypto. Njia ya kwanza kupata pesa kupitia crypto bila kuweka mtaji inaitwa airdrop. Tunapozungumzia airdrop, ni promotion strategy ambayo inatumika na project nyingi za crypto. Lengo kubwa la hii promotion huwa ni kujenga ile awareness. Ni kujenga ile tunaita awareness, watu waweze kujua kuhusu hiyo crypto project, lakini pia kureward, tunasema kureward, kuwapa pesa au kuwareward early adopters, wale watu ambao wamejua project mapema wanapewa hizo free token, tunasema free token. Lakini pia lengo lingine ni adoption, ni kusaidia watu waweze kuijua crypto husika na waweze kuwa nazo. So tunasema airdrop ni, kwa lugha nyepesi, ni utoaji wa coin za bure wa project mpya crypto inapoanzishwa. Sasa hii tunapataje pesa? Tunapata pesa kwa sababu tumepewa free token. Umeijua project mapema, umepewa free token. Hii token inapoingia sokoni, inapoingia kwenye masoko ya crypto, inapanda thamani and then unapata pesa. Mfano mimi nakumbuka kuna project inaitwa Tron au inaitwa TRX. Hii project nimeijua mapema sana wakati inaanza walikuwa wanatoa free token za bure za Tron 100. Walikuwa wanapewa Tron 100 za bure, ambapo ukiangalia sasa hivi Tron bei yake imefika 0.27. So ukizidisha mara 100, maana yake hapa ni sawasawa na almost $27, ambayo hii ni sawasawa kwa bei sasa hivi mara 2700, ni sawasawa kama 72,900. So hivi ndivyo hizi airdrop zinazofanya kazi. Lakini pia kuna token iko kwenye chain ya BNB inaitwa Battle of Wall Street. Nakumbuka hii token nilipata token za bure na iliniingizia milioni 1 ya Kitanzania kwa bila kuweka pesa yoyote. So hizi tunaziita ni airdrop. Maana yake unatakiwa uzijue hizi project mapema, and then baada ya kuzijua inakurahisishia wewe uweze kuzi-adopt mapema, then you make money from there. Sasa hizi airdrop unazipata wapi? Kuna sehemu nyingi sana ambazo unaweza ukazitumia kupata hizi airdrop, lakini for the sake of this video nitafundisha sehemu moja ambayo ni very easy kupata hizi airdrop. Ukiingia, kuna hii website inaitwa coinmarketcap.com. hii website. So kuna hii website inaitwa CoinMarketCap. Ni website ambayo inaonyesha coin mbalimbali ambazo zipo kwenye crypto. Kuna coin nyingi sana, zipo nyingi zaidi ya 5,000. Sasa ukiingia kwenye hii website ya coinmarketcap.com, nenda sehemu iliyoandikwa product. Hapa palipoandikwa product, and then ukibonyeza palipoandikwa product, kuna sehemu imeandikwa airdrop. So ukibonyeza hapa kwenye airdrop, inakuonyesha airdrop mbalimbali ambazo zipo. So ukiingia hapo utaona kuna current airdrop zikiwepo wanakuwekea hapo, lakini pia kuna upcoming zinazokuja, na huku ni previous airdrop ambazo zimeshapita, maki zimeshaisha. Kwa mfano kuna hii inaitwa Top Go, imeshaisha toka Julai 1. Kuna Apache, kuna Soldas, ziko nyingi. Hizo zote ni airdrop, ni coin ambazo wakati zinaanzishwa walikuwa wanatoa airdrop za bure. So hizi ni token zote ambazo walikuwa wanatoa. Kwa ukijua mapema means unazipata kwa wepesi, and then later on unakuja kupata profit zinapokuwa zimeingia sokoni. So hii ndio njia ya kwanza ya kupata pesa kupitia crypto, kupitia hizi tunaziita
airdrop. Njia ya pili ya kupata pesa kupitia crypto bila kuweka mtaji ni crypto education. Tunapozungumzia kuhusu crypto education ni kwamba wewe unakuwa na elimu ya haya mambo ya crypto, and then unaanza kufundisha watu. Hasa kupitia teaching ni kwamba watu watakuwa kulipa pesa, and then you make money from there. Tunaona crypto wana elimu na wana madarasa, wanakuwa na classes ambazo wanafunzi wana enroll, wanapewa elimu kuhusu crypto, and then wanalipia. Na watu wengi wamekuwa wakitafuta hii elimu, wanatafuta walimu. Kwa hiyo ukiwa mzuri kwenye education, ukaelewa mambo ya crypto kwa upana, inaweza kusaidia wewe uweze ku make money bila kuwekeza chochote, maana mtaji wako ni elimu yako. Njia ya tatu ni tunaita content creator. Unaweza kuamua kuwa content creator kwa maana ukatengeneza videos kama ninavyofanya mimi videos, lakini pia ukawa unatengeneza videos kwa ajili ya TikTok, lakini pia Facebook. Zote hizi, mfano Facebook wame add monetization way, kwamba kupitia Facebook ukiwa unachapisha maudhui mbalimbali na akawa anapata engagement, wanakulipa. Pia TikTok kuna way unalipwa kupitia kuingia TikTok live kwa Tanzania, lakini pia unaweza kuamua kutengeneza TikTok ya Marekani, and then ukawa unalipwa kila mwezi. Na kupitia videos kuna kama vile YouTube inalipa vizuri pia, unatengeneza videos, content mbalimbali ambazo ni za kusaidia watu waweze kujua haya mambo ya crypto, and then from there unakuwa unalipwa pesa. Ya mwisho kabisa tunaita ni crypto freelancing. Tunasema freelancing ni tunasema kwa lugha nyepesi ni kufanya kazi kwa mkataba wa muda mfupi. Kufanya kazi kwa mkataba wa muda mfupi. Maana yake labda wewe ni mzuri sana kwenye kufanya translation ya lugha mbalimbali, unaamua kutranslate maybe kitabu au peji ya Kiswahili kwenda labda kwenye Kiingereza, and then mtu anakulipa crypto. So freelancing ni kufanya kazi kwa muda mfupi, tofauti na vile mtu anavyoajiriwa full time. So huku unafanya kazi kwa muda mfupi, kama nilivyotoa mfano wa mtu anayefanya translation, lakini pia na mtu ambaye namfahamu, yeye ni secretary wa mzungu ambaye yuko Marekani. Kwa anachofanya yeye ni kwamba yuko Tanzania, anapewa schedule na mzungu bana, my today schedule ni kwamba saa 1 nitakiwa nionane na mtu fulani, saa 3 nionane na mtu fulani saa 4. So kazi yake huyu ni kumkumbusha huyu bosi wake. Ni kazi ya muda mfupi, anamkumbusha tu ratiba yake, and then mwisho wa siku anamlipa maybe anapata $40, amemaliza. So hizi tunasema ni kazi tunaita freelancing. Sasa kuna site mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia kufanya hizi freelancing. Sasa kwa upande wa crypto taonyesha baadhi ya moja ya sites ambazo unaweza kuitumia. Maana yake una ujuzi maybe wa translation, maybe wa kukodi, kufanyaje. So as long as you have skills, unaweza kuuza skills zako online, and then ukawa unalipwa pesa kutokana na project au kazi utakayopewa ya muda mfupi. Kuna site hii hapa nionyeshe. Kuna site hii inaitwa rebax.com jobs. rebax.com. Site hii inakupa ways ya kazi mbalimbali ambazo unaweza ukawa unazifanya, and then unalipwa. Kwa mfano kuna huyu ni professional copywriter, translator Italian. Maana kama una page yako ya Kiitalian unaweza kumpa, unataka uitranslate maybe kwa Kiswahili, and then unamlipa $100. Wewe pia kama una ujuzi huo maybe kutranslate Kiswahili, so unachotakiwa kufanya tu ni kusign up kwenye hii platform, weka ujuzi wako, and then uza ujuzi wako uweze kulipwa in crypto form. So ziko kazi nyingi. Kuna watu wanaposti kazi, lakini pia kuna watu wanakuwa wanatafuta watu. Kwa mfano huyu anasema looking for freelancer to help me driving sales. Kwa anatafuta freelancer ambaye atamsaidia yaani kuna biashara anafanya biashara zake, kwa nataka mtu akumpromotia biashara zake ziweze kuwafikia watu wengi, anakulipa $15. So zipo nyingi. Ni wewe tu take some time na kupitia watu ambao wameposti kazi, au wewe mwenyewe kusign up na kuwa na ujuzi, then ukauza ujuzi wako ukawa unalipwa in crypto
form. So kuna nyingine inaitwa Crypto Jobs. Zote hizi ni sites ambazo unaweza kuzitumia kuweza kupata pesa kupitia crypto freelancing. Na imani kuna kitu umejifunza kupitia video hii. Kama hujasubscribe, na kushauri subscribe ili iwe rahisi kupata video zetu mpya tunapokuwa tumezipost. Asante sana kwa kusikiliza. Thank you.